Habari za AI. Karibu katika taarifa ya habari za AI kutoka studio zetu za YouTube channel. Mimi ni mtangazaji wako Fred Ma, nikikuletea habari kuu za teknolojia ya akili bandia duniani kote. Habari kuu usiku wa leo: AI yazidi kubadilisha ajira duniani kote. Afrika nayo yaanza kuchukua nafasi katika mapinduzi ya AI. Kampuni kubwa za teknolojia kuongeza uwekezaji kwenye AI, na wataalam waonya juu ya maadili na usalama wa AI. Tunaanza na habari kuu. Akili bandia inaendelea kubadilisha mfumo wa ajira duniani kote. Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 40% ya kazi zinaweza kubadilishwa au kusaidiwa na AI katika miaka ijayo ya hivi karibuni. Tunaungana na mwandishi wetu Amina Hassan aliyepo jijini Nairobi kwa taarifa zaidi. Asante sana Fredma kutoka studio. Habari kubwa kwa sasa hapa Nairobi na miji ya jirani ni kuhusu akili bandia. Vijana wengi wameanza kujifunza matumizi ya AI ili kujiongezea kipato. Wengine wanatumia AI kuandika maudhui, kutengeneza picha na hata kuanzisha biashara za mtandaoni. Na wengi wao wanaripoti kuwa sio tu kazi zimerahisishwa kwa kutumia AI, lakini pia wameanza kuona maokoto nayo yakiongezeka kwa kasi. Kama mtaalamu mmoja wa AI, Bwana Jackson Omolo alivyosema. Nikwambie tu ukweli Amina. AI sio tishio, bali ni fursa kwa wale watakaojifunza na kuanza kuitumia vizuri mapema. Asante sana Amina Hassan kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya. Sasa tunaelekea Afrika Magharibi ambako nchi kadhaa zimeanza kuwekeza katika elimu ya AI, na zaidi ni uwepo wa kongamano la akili bandia Afrika Magharibi. Mwandishi wetu Nebi Nyale anaripoti zaidi kutoka Lagos, Nigeria. Ni kweli kabisa Fred Ma kutoka hapo studio. Hapa Lagos, Nigeria, serikali na taasisi binafsi zimeanzisha programu za mafunzo ya AI kwa vijana. Lengo ni kuhakikisha Afrika haibaki nyuma katika mapinduzi haya ya teknolojia. Hata hivyo, changamoto bado zipo, ikiwemo uhaba wa miundombinu na wataalamu wa kutosha. Lakini kitu kikubwa ambacho ninakiona hapa katika kongamano la akili bandia ni ule utayari wa vijana katika kuzinyaka fursa zinazopatikana kwa msaada wa AI. Aidha, nilipata bahati ya kuzungumza na mmoja ya watoa mada, Bwana Pravin Patel, raia wa India, na huu ndio ulikuwa mtazamo wake. AI is not a wish anymore. It is a reality AI sio matamanio tena, ni uhalisia ambao tunaishi nao kila siku. AI ndiyo itasukuma ukuaji wa maendeleo ya kiuchumi na hata ya kijamii ya nchi yoyote duniani. Kuipuuzia AI ni kuukataa ukweli ambao hatuwezi kuishi bila kuutegemea. Shukrani sana Nebi Nyale kwa taarifa nzuri kabisa ukitokea Lagos, Nigeria. Sasa tuangazie taarifa nyingine inayogonga vichwa vya watu ulimwenguni kote. Nayo ni kuhusu usalama wa AI. Pamoja na maendeleo hayo ya AI, wataalamu wanaonya kuhusu matumizi mabaya ya AI. Masuala kama faragha ya data, taarifa za uongo, fake news, na matumizi ya AI katika udanganyifu yanaendelea kuwa changamoto kubwa katika mawanda ya AI. Shirika la kimataifa la teknolojia limetoa wito wa kuwepo kwa sheria madhubuti ili kudhibiti matumizi ya AI. Wito ambao serikali ya Uingereza imeupokea kwa mikono miwili. Kwa taarifa zaidi, tuungane na mwanahabari wetu Charles Mchopa akiwa London, Uingereza. Ni kweli kama ulivyosema Fredma, AI ina heri zake, lakini imekuja na shari zake. Serikali ya Uingereza imekuja na msimamo mkali juu ya matumizi ya AI, ikizitaka kampuni za AI kuhakikisha usalama wa taarifa binafsi za watu unakuwa kipaumbele, lakini pia modeli zao za AI zihakikishe hazitumiki vibaya na watu waovu. Onyo hilo linakuja huku mwishoni mwa mwaka jana zikisambaa taarifa za watoto wadogo kuwa na uwezo wa kuandaa video za ngono kwa kutumia AI. Jambo hili lilikasirisha sana serikali ya Uingereza, hata ikatishia kuifungia kampuni hiyo ya AI. Na hivi jambo hili ni kengele kwa mataifa ya Afrika kama wahenga wanavyosema, ukiona mwenzako ananyolewa, zako tia maji. Swali la msingi linabaki kuwa, je, Afrika tutaendana sanjari na mabadiliko haya ya kiteknolojia yanayoletwa na AI? Yaani tutaweza kuzivuna heri zake na kuzikwepa shari zake?
Mimi ni Charles Mchopa nikiripoti kutoka London, Uingereza. Shukrani sana Charles Mchopa kutoka London. Mpenzi msikilizaji, mpaka kufikia hapa tunahitimisha kipindi chetu cha habari za AI. Kumbuka, mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Nikusihi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Pia usisahau kujiunga na mafunzo yetu ya AI Mastery. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Asante kwa kuwa nasi hapa YouTube. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Shukrani!